sacrificial life. I don't want to expound on that. Today we shall talk about tithe. I pray that watu wakisikia tithe wanaweza zimika. Msizimike katika jina la Yesu. Goodness, I have come to learn kwamba kila kwaya ya Waadventista ina wimbo wa kuongelea juu ya zaka na sadaka. I don't know. Kweli ama ni wrong? You mean that? Iteresi mnao wimbo wa zaka na sadaka? Iteresi mnao wimbo huo? Hebu can you tune it mkiwa hapo? Moja tu tune. Endelea. Amen, church. Millenium, do you have an item on tithe? Have you composed a song ambayo inaongea kuhusu zaka? Mbona gotera Millenium kwa gotera igoro ye sadaka? Can you tune it? Who's your chorus? What is she? Oh, any of you can tune it? Yeyote anaweza tune muimbe. Hapa duniani sisi sote ni mali ya Bwana, watu wote. Sasa Millenium mko wapi bwana? Mtaka imbe peke yake? Hebu endelea tu. Zaka na sadaka zikaifanye kazi yake. Oh, thank you. Kwa imani. Sasa, when I was a district pastor, Ekero pastor Lenge we district, we know the protocol of the church very well. Kawaida tunajua utaratibu wa mpangilio. When we do nominations at the end of the year, wakati wa uchaguzi mwisho wa mwaka, part of what we do is vetting church choirs. Sana moja yao tunafanya ni kuchunguza wanakwaya. So I brought a small criteria on which I should vet choirs. Pastor kaleta njia moja jinsi ya kuteua wanakwaya. So I'll vet you on the music you sing. Kwa hivyo pastor atawachunguza zile nyimbo mnaimba. I said I'll vet the choirs in the way through the songs they sing. Atachunguza kwaya nyimbo zile kupitia kwa nyimbo zile. So I brought one song they sang. They sang one song about tithe and offerings. Waimbe wimbo mmoja juu ya zaka na sadaka. So I asked the church treasurer. Akauliza mweka hazina as we go one name after the other, vile nenda jina moja kwa lingine, find out how many choir members tithe. Hebu chunguza ni wanakwaya wangapi wanatoa zaka. One choir out of 43 members. Kwaya moja kati ya wanakwaya 40. Only 11 members went through. 11 peke yake ndio walipita. So they sing very well these songs. Wanaimba vizuri hizi nyimbo. With good rhythms and well organized voices. And they quote exactly what the Bible talks about tithe and offering. Yet they don't do it. True or false? I met several enemies who are my friends. But it is true. When did tithe start to exist? Zaka ilianza lini? From the book of Genesis chapter 1, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, verses 16. Mstari wa 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden of thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat it. When God created the earth and man, Mungu alipoumba ulimwengu na among the very first core instructions he gave to man,
moja ya zile sheria za kwanza alipatia that you mwanadamu. shall not eat from the tree planted in the midst of the Garden of Eden. Ni ya kwamba usile tunda kutoka kwa ni ule mti ambao uko katikati ya shamba la The Edeni. tree was looking nice. Mti ule ulikuwa It unaonekana had vizuri, good fruits. ulikuwa na matunda But God told him, mazuri. you can eat all other fruits. Lakini Mungu akawaamrisha But when it kuweza comes to kula matunda this tree in the yote. midst of knowing knowledge, good and bad, Lakini inapofikia ule mtu wa thou kujua mema na shalt not mazuri, eat this tree. uzile huo mti. That tree was the existence of God in the Garden of Eden. Ule mti ulikuwa unasimamia kuwepo kwa Mungu peke yake pale Edeni. Yeah, God has given us a number of things on earth. Mungu ametupatia vitu vingi. But he has said ulimwengu. 10% of your income, Na anasema 10% thou shalt mapato not yako. use it. usitumie. So that existed before the Mosaic law. Kwa hivyo zaka ilikuja kabla ya sheria ya Musa. Tithe existed before the Mosaic law. Ilikuwa kabla ya sheria ya Musa. You all know this patriarch by the name Abraham. The patriarch by the name Abraham. The patriarch by the name Abraham. Tunajua huyu shujaa anaitwa Abraham. Abraham was a man of God and a great friend. Alikuwa mtu wa Mungu tena rafiki mkuu wa He Mungu. had his brother's son whom he treasured. Alikuwa na mtoto wa ndugu yake ambaye alikuwa anampenda. What was the name of that? Alikuwa yaitwaje? Huh? Loti. Lot. When they arrived to the land that God had promised them, Walipokuwa wamefika pale katika ile nchi ya ahadi, Abraham told him, Abrahamu akamwambia, my brother, ndugu yangu, as much as he was his son, vile tu alikuwa kijana as wa ndugu much yake, as much as he was his son, vile alikuwa kijana wa he ndugu yake, introduced him as his brother. sasa alikuwa When akimtambulisha there were kama ndugu wrangles yake. between his servants and the Lot's servants, Wakati kulikuwa na mizozo kati he yake told him, na it is wafanyakazi, not good for us to quarrel. akamwambia si vyema He tuweze told him, kugombana. go and take a piece of land Nenda uchukue from the kashamba one we have, kwa ile shamba then the tuko rest nalo, will be mine. alafu nyingine You know, itakuwa Abraham was a very generous man. Abrahamu alikuwa He ni could mtu have wa taken his kutoa. portion before assigning who. Angechukua kabla hajapatia nani? And the Lot was foolish. He could have told him, uncle, Na it is Loti not alikuwa good. mpumbavu, He could have angemwambia said, no, uncle, angemwambia it hapana, is you to mjomba, divide me the piece of ni land. wewe unigawie yako kashamba. It's as if Lot was greedy. Yani kama He went Loti and alikuwa chose a mlavi. piece of land that was beautiful and next to Akachagua a city. shamba lile lilikuwa zuri tena lilikuwa That is karibu where na now we mji. call Sodom and where? Hapo and ndipo tunaita Gomorrah. Sodoma na Gomora. One night, Usiku mmoja thieves and enemies came. wezi Thieves, pamoja na maadui you call them wakaja, robbers. tunaita They took wanyang'anyi, everything from Lot's wakachukua kila premises. kitu kutoka kwa Loti. Abraham did not say, hiyo ni msalaba wako. Abrahamu tata betinge igoro yao. He went ahead, Akasonga mbele took his army. kwa wanajeshi They wake, followed them up. wakamfuata, They followed their enemies. wakafuata maadui, They redeemed everything they had. wakafanya kila kitu They walikuwa nayo. redeemed everything that had been stolen. And when he came back to their home, Aliporudi Abraham decided again to give tithe of what they had. Abrahamu akaamua tena kutoa zaka kwa yale And walikuwa they nayo. gave it to a priest known as who? Akapatia kuhani alikuwa anaitwa nani? Melchizedek. Melkisedek. Remember, Abraham is doing this Kumbuka Abrahamu anayefanya haya even before hata the kabla Mosaic law. kabla ya sheria ya Musa. And that is exactly why Abraham voluntarily gave this tithe. Abrahamu alitoa Because mtoto wake he had victory. kwa sababu alikuwa na ushindi. He was not reminded. Hakuwa anakumbushwa. Nobody told him you should do this. Hamna aliyekuwa anamwambia Back fanya of his hivi. mind, he said, Lord, you have protected. You have given us victory from our enemies. Sehemu ya mafikara yake ilikuwa And now inamwambia I have no kwamba option umetupatia than to give ushindi. 10% of what we have Sina redeemed. jingine ila kukupatia 10%. I know most of us give tithe because we are reminded. Wengi wetu tunatoa zaka kwa sababu Unless tunakumbushwa. the first church elder, the pastor, we see these announcements and teachings. Pengine It is not mzee wa part of kanisa us. wa kwanza na mchungaji. I know God has given us several victories on this earth. Nafahamu Mungu
ametupatia ushindi mwingi. True or false? Ukweli uongo? God has given us victories, Mungu war ametupatia after the other. ushindi. He fights on our Moja behalf. baada ya Even nyingine. when we have, sometimes we think we have lost. Hata wakati God tunapofikiria shows kwamba himself tumepoteza. unto our lives. We have these victories. Mungu ndiye But anaitikia unfortunately, tunakuwa we na don't have ushindi. this heart of saying, thank you, Lord, by Lakini giving sisi hatuna moyo tenth. wa kusema ya kwamba asante Mungu. The other gentleman is known as Jacob. Kuna mtu anaitwa Yakobo. Jacob, when he ran from his father's home, Alipotoroka kutoka nyumbani mwa baba when yake, he was alone in the wilderness, alipokuwa peke yake jangwani, he got a stone as a pillow. akapata jiwe kama He lied there. nguzo, Lo and behold, akatazama, he had a dream in the night. He akawa saw ako na ndoto a usiku. staircase. Akaona kama ni orofa, Angels of God malaika wa Mungu ascending and descending. wanapanda wakishuka, Ascending and descending. wanapanda And wakishuka. God talked to him. Mungu akaongea He naye, told me, I will still protect you. akamwambia bado I will nitakulinda, still protect you. bado nitakulinda. What else did he tell him? Nini ingine alimwambia? Can you open your Bibles there? Tunaweza fungua Biblia Nataka zetu. niwaambie hilo fungo pia watu wa Mungu. Hebu fungua hapo pia kuambiwa fungo. Toigolengo pastor ataliko totebi toligindu tuweka. In the book of Genesis chapter. Kitabu cha Mwanzo. Antobanya sayanga yono mwati gerita mali kebinde wenda ko bomo tuino. Tuliachia wapi maandiko jamani? Mambo ambayo yanatakikana kwa Genesis chapter 28 verses 21. 28 Mwanzo. This one happens when Jacob left home. 21. This happens when Jacob left home. He was running from his angry brother Esau. Then one night he had a dream of a staircase that ascended from earth to heaven. Angels were going up and down on it. And God stood at the top of the staircase and promised to be with Jacob and someday bring him back to his home. This single young man in the wilderness had a real conversion experience. And these are the words he spoke plainly from his mouth. Somebody can read them. Then Jacob made a vow saying, Mungu akiwa pamoja nami. You know, he didn't ask much. What did he ask? Bread to do what? And number 2, clothing. Only if you have 2 things in this life that God has given you, you qualify to give what? You qualify to give what? But do you know we have beyond this? You know, he never even asked for shelter. Good houses. He didn't talk about cars that we own and several other things. He only talked about those 2 things, food and what? I will give you what? I'll give you 10th unto you. 10th unto you. So I just was confirming the tithe started before. Nilikuwa nataka kuhakikisha ya kwamba zaka ilianza kabla ya sheria ama amri za nani? Amri za Mungu. Now, what is tithe? Zaka ni nini? I know each one of us know that the tithe is 10%. Najua kila mmoja anafahamu ya kwamba zaka ni of your income. Ya mapato yako. Sometimes of your benefits. Wakati mwingine ya faida from your farm produce, kutoka shambani, from your salary, kutoka kwa mshahara, from your inheritance, pengine kutoka kwa urithi, from your gifts, kutoka kwa and zawadi, even interest one might earn from your bank accounts and the like. Ama pengine kutoka kwa hazina yako. That is what we call 10. That's 10% of your income. So this to remind you, sons and daughters of God. Niwakumbushe wana wa Mungu. Any benefit you get from when it comes to giving of tithe, inapofikia mambo ya kutoa zaka, it is a big challenge.
kuna changamoto kubwa. I know your slips have issues. Your slips have your Najua salary issues, ya kwamba zile pay slip vile vikaratasi vya kila mwezi and they will continue to have issues vitaendelea kuwa na shida till you get out of pay. mpaka tuachane na mambo hayo, tuanze Unless you heed to what God says. na hadi tutende vile Mungu anataka. I know you have bank loans. I know you have bank loans. Anafahamu ya kwamba tuko na We loan, have SACCO loans. tuko na sasako, We have salary advance. tuko na mishahara ile unachukua na mapema kabla mwezi uishe. Na ile ingine mnahitaji ile ya reward. Ile kuna ile loan nyingine. Naanza na RE mnahitaji leave a loan emergency. Another one you call it refinance. It is loan after, and I've come to Loan learn baada ya nyingine, these loans will make us poor for the rest of life. na hizi loan zitatufanya maskini I'm maisha sure yetu the yote, interest they charge, kwa sababu the ile interest they charge, ada tunatoa, and unless we are disciplined, unless labda tuwe watu ambao tumejiadhibu, we are disciplined, we shall work to give interest to banks. We shall work to give interest to SACCOs, tutazidi kuwapatia hizo banks hizo SACCOs, and you remain desolate every time and na again. tunabaki tu hatuna chochote kila wakati. That's why those of you who earn every month, a number of you come to church afterwards. Ndio maana wengi wa wale ambao wanapata mshahara kila mwezi wanakuja kanisa, We're next to the preaching, so that they're not involved in any of these announcements. Kwamba peana mzini, peana 50, because they don't have it. hawana. Is that it? Kweli. The Bible says that the first fruits belongs to the Lord. Biblia inasema ya kwamba mazao ya kwanza ni ya And Mungu. kindly, as those of us who are parents and church elders, Kwa wale ambao ni wazazi pamoja and na wazee wa especially when you makanisa, get employment, immediately you get employment, sana sana unapoajiriwa, you need counsel on how you should use your resources. unatakikana kushauriwa jinsi Or ya otherwise, kufanya hayo. Usipofanyiwa hivyo, you will be a problem in taking loans one after the other throughout your. kutakuwa na shida Throughout- kuchukua throughout loni moja your kwa life. nyingine katika maisha yako I yote. don't want to get there, but also tithe. You have to get 10% of your Saka ni kutoka kwa 10% of your gross what? ya mshahara wako ule, ukiingia wote kabla If you are hujapata. given any gift, Ikiwa umepewa zawadi yoyote, remember from the gift you should give 10 what? kumbuka kutoka kwa zawadi unatoa 10%. Any interest you earn from a SACCO, Ada yoyote unapata any kutoka kwa interest SACCO, you earn from the bank, ada yoyote kutoka in kwa case bank, you have done those savings, pengine ulikuwa remember a tenth belongs to God. kumbuka 10% ni ya Mungu. This is a principle that you only accept Hii ni sheria tunatakikana when kuikubali. this book of Psalms chapter 50 verse 10 gets into your mind. Kitabu cha Saburi Chapter 50 verse 10, which says, 50:10 how does it say? yasemaje? All we have belongs to who? Yote tunayo ni ya nani? So when he asks for 10%, Kwa hivyo anapoulizia because we 10%, know it is his, we shall not object. tukifahamu ya kwamba ni yake hatuwezi The book kataa of kutoa. Leviticus chapter 27 verse 30 to 33, Kitabu cha Walawi what does the Bible say? 10, Leviticus chapter 27 verse 30 to 33. Walawi 27, What does the Bible say? Chapter 27 verse 30 to 33. 27:30. Whether of the seed of the land, tithe is holy, Zaka ni takatifu. and something holy should be treated as holy. Na chochote kitakatifu It lazima belongs kichukuliwe to kitakatifu. the Lord. Ni ya Mungu. It should be taken to the house of the Lord. Lazima ichukuliwe kwa nyumba ya Deuteronomy Mungu. chapter 14 verse 20, 22 to 6, 22 verse to 26. Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 26. 13. Yes, you can read it later because we are a bit slow. Hiyo ni baadaye. So in brief, Kwa ufupi, our offerings of gratitude are separate from addition of the tithe. sadaka zetu
za shukurani ni kando na zaka. 10% we have no compromise. Hiyo 10% hatuna majadiliano. 10% is holy. Hiyo ni takatifu. 10% belongs to who? Hiyo ni ya nani? It doesn't matter Haijalishi in which moods you are. ni jinsi gani. 10% belongs to God. Hiyo ni ya Mungu. It doesn't matter the crisis you are in. Haijalishi uko na shida Be gani. either you have medical bills, Hata kama uko na be bili either you ya have school hospitali. fees loans. Hata kama ni karo ya shule. 10% is holy. It belongs to who? 10% ni You ya should Mungu. never Ni budget takatifu. on 10% or use it to refund it later. Hiyo tusifanyie budget Now ama it is ulipe holy. utoe baadaye. Once you have your income, immediately 10%. Hiyo ni takatifu. should Mara be moja tu unapopata aside. mshahara wako ama ujira wako Then we should also, unatoa. as members of the church, Kama washiriki wa we are also kanisa, asked to give our offerings of gratitude. pia tunaulizwa tuweze These kutoa offerings sadaka are zetu. separate from the. Hizi ni kando. We do it in addition to the tithe. Hii ni ya kuongezea kwa Now zaka. let me say this: tithe Zaka is the minimum hiyo ndio ya chini that we should give to the Lord. kuliko vile It tunatakikana is the kutoa kwa Mungu. minimum we should give to the Lord. Hiyo ndio ya chini Now, tunaweza when it kupatia comes to Mungu. other offerings, Inapofika wakati wa now kutoa hizi zingine, we freely give. sasa hizi unatoa tu ukiwa huru. We freely give without. Uko huru kutoa. This one has no percentage. Hii sasa haina asilimia. Sometimes you can give beyond 10% of your Wakati income mwingine unaweza toa zaidi ya because asilimia these 10, are free will kwa offerings. sababu hii ni kutoa vile These unavyotaka. are free will offerings. Hii ni ya kutoa vile Now, utakavyo. when Abraham gives his tithes and offerings to Melchizedek, who is a priest, Abrahamu anapotoa zaka zake na sadaka kwa Melchizedeki, you know ambaye what happens here? ni kuhani, Of nini course, he inatendeka? did it with gratitude Yeye alitoa kwa furaha to God's authority and blessing. kulingana na vile Mungu aliagiza na mibaraka. He did it. Aliifanya. He didn't do it to invoke God's blessings. Hakutoa kwa kukumbusha Mungu He mibaraka. does it in response of God's blessings. Anafanya kulingana na agizo la Mungu. In response of God's blessings. Kulingana na mibaraka ya Mungu. I know you know when we talk about response, Najua tunapoongea juu ya what do I say? Mgeni akikuja nyumba, if you have a visitor in your house, if you have a visitor in your house, ukiwa na mgeni nyumbani he mwako, comes with very good shopping. amekuja na shopping kubwa. What do you usually do? Unafanya nini? You also must cook him good food. Na wewe lazima upike chakula kizuri. And when he goes from your home, ili anapoondoka you kwako, may do something again in his basket. utafanya kingine tena kwa kikapu And if chake. somebody comes to your home Na mtu akija kwako without nothing, bila chochote, what do? unafanya nini? In response, Kwa mtaongea maneno siku mzima. mukwane tuli tukoli. When he says, now I'm going, Ekera wote yango gendale. wait we cook. Nga ganya toraruga ngoja tupike. Is that what you do? Hayo ndio tunafanya. Response. Unafanya nini? Do you ever count what God has done for your life? Umewahi ona Mungu amekutendea nini Actually, katika maisha yako? it will dictate response immediately. Hiyo ndio inaonyesha unatakikana na wewe kufanya nini. Abraham said, my son has been rescued. Abrahamu akasema mtu I have wangu reclaimed the ameokolewa. possessions that had gone. I have reclaimed the possessions that had gone. Kumbe hivi vitu vyangu vilikuwa vimeenda. God has given me victory. Mungu amenipatia I have ushindi. faced my enemies and I have no harm. Nimekabiliana na adui wangu na sijapata. Now my heavenly Father, who is the possessor of everything, Sasa baba yangu wa mbinguni ambaye I ni kila will kitu, give you 10%. nitakupatia So asilimia he did 10. this in gratitude to God's authority Akafanya and hii akiwa blessings. na furaha. He was Na ile invoked by God's blessings. Na akapata He mibaraka does ya Mungu. it to respond to God's blessings. Anafanya hivyo kwa kufanya na wewe kwa kutoa shukrani vile Mungu And alikuwa I amemtendea. told you what happened to Jacob. Niwaambia nini ilifanyika kwa Yakobo. Now, I want to read some tough passages from the Bible. Nataka kusoma kitu kutoka kwa Biblia. Let's read from the book of Psalms chapter 24 verse 1, which you have just read. But I just want us to read again. God Zaburi. is the owner of everything on earth. Mungu ndiye mwenye kila kitu duniani. What we have, he has only bestowed it to us. Kile ulicho nacho ni yeye ameweka kwako. He doesn't need money.
hataki pesa. No, he already has it. Anayo pesa But tayari. because tithe is his, Lakini kwa sababu zaka ni he yake, tells us he tells us what to do with it. anatuagiza ni nini tunatakikana And kufanya of na course, hiyo this zaka. tithe is specifically used to support the gospel ministry. Tena hii zaka ndio sana And sana therefore, inaenda it needs kuinua of the injili. ministers that are taken care of with God's tithe. Ndio inatunza hao wahudumu wa Mungu. We know the tribe of Levi. The tribe of Tunajua Levi. kabila la Walawi. This was a ministerial force in the Old Testament. Hawa ndio wale walikuwa na nguvu wakati wa They didn't have large properties. Agano la They didn't Kale. have large properties. Hawakuwa na mali All they mengi. had rested on what other tribes gave. Ile walikuwa nayo ni ile tu, wengine walikuwa wanatoa. Levi, of course, was given some cities, Ndio walikuwa wamepewa miji mingine including the city of refugee, pamoja na huu mji with wa enough land wakimbizi, around them for personal gardens. na walikuwa na mashamba tu kidogo. They were supported by tithes Walikuwa wakisaidiwa na of the zaka others, za wengine. and they themselves also tithed their income. Na pia walipeana nini? Zaka. Na barabu bakaba bakorwa That is the house of who? nsemo ya ikomi. Hiyo ni Their nyumba ya nani? business alone was to do what? To Biashara yao peke minister yake from the sanctuary. ilikuwa As much as inapata they had kutoka gardens, they had them small, sustained for their food. walikuwa tuna And kidogo still ambayo what they ingeweza harvested, kutunza. still they could do what? Bado wangefanya nini?